imenipasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi nyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule. 11:28. Biblia inasema waliposikia hayo, aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Basi akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulikuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Akamwambia huyo naye, wewe uwe juu ya miji 5. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo niliweka akiba katika leso. Mstari wa 1 mpaka 5. Biblia inasema, basi sasa sikieni asemavyo Bwana, simama ujitetee mbele ya milima, vilima navyo visikie sauti yako. Sikieni enyi milima mateto ya Bwana, na ninyi enyi misingi ya dunia iliyo imara. Kwa maana Bwana ana mateto na watu wake, naye atahojiana na Israeli. Enyi watu wangu, nimewatenda nini? Nami nimewachosha kwa habari gani? Shuhudieni juu yangu, kwa maana na karibu ujumlishe kwetu. Maandiko yanasema walipo wawili au watatu wanapokusanyika, Yesu anakuwepo katikati yao. Naomba sasa Bwana ushuke katikati yetu, na maneno haya yawe maneno yenye uzima. Maneno haya yawe ni maneno yaliyojaa neema na nguvu zako. Roho Mtakatifu, karibu lihudumie kanisa lako sasa, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kama unaandika kichwa cha ujumbe, unaweza ukaandika utajiteteaje wakati kazi yako itakapopimwa. Utajitetea